Watoto hawa wa Nguchiro wana umri wa wiki 5 tu. Bado ana mengi ya kujifunza kuhusu namna ya kuishi katika mazingira magumu ya jangwani. Ardhi imekauka na kuchomwa na jua, na mto ulio karibu haujatiririsha maji kwa miaka kadhaa. Kupata chakula ndio changamoto kubwa zaidi. Sehemu kubwa ya chakula imejificha chini ya udongo uliokaushwa na jua. Wakati Nguchiro wakubwa wakiwa zamu ya ulinzi, wakichunguza mazingira na kutafuta hatari, na tayari kutoa mwito wa tahadhari wakati wowote, vifaranga wanaweza kuanza masomo yao kwa usalama. Somo la kwanza: kuchimba. Ni kazi ngumu kuliko inavyoonekana. Nguchiro aliyekomaa anaweza kuchimba udongo wenye uzito unaokaribia uzito ule wa mwili wake ndani ya sekunde chache tu. Lakini kwa kifaranga kuna njia rahisi zaidi: kuomba chakula. Kwa nini wajisumbue na kazi ngumu wakati wakubwa wanaweza kuifanya? Lakini si kila chakula wanachopewa ni rahisi kukila. Nge. Nguchiro mkubwa tayari amemfanya nge huyu ashindwe kutumia mwiba wake wa sumu. Lakini makucha yake bado anafanya kazi vizuri tu. Kujifunza namna ya kukabiliana na wanyama hatari ni ujuzi muhimu sana kuishi katika mazingira ya majangwa ya Afrika. Muda si mrefu ni wakati wa kupumzika. Wanapaswa kutafuta kivuli ili kujikinga na jua kali linalochoma. Lakini masomo bado hayajaisha. Katika jangwa la Kalahari, Afrika, Nguchiro mchanga anakutana ana kwa ana na kobra. Akiwa peke yake, hali yake ni mbaya sana. Lakini familia yake inaposikia mwito wake wa tahadhari, wanakimbia kwa kasi ili kumwokoa. Hili litakuwa mojawapo ya masomo muhimu zaidi katika maisha yao: jinsi ya kukabiliana na kobra mwenye sumu. Ikiwa hawawezi kumfukuza nyoka huyu kutoka katika eneo lao, familia nzima itaendelea kuwa katika hatari. Sasa vifaranga wamejifunza siri yao ya kuishi katika jangwa hilo lisilo na huruma ni ipi: ushirikiano. Mtoto anapokuwa mlinzi, ni fursa nzuri ya kujifunza ugumu wa maisha ya kundi, kujua wanakotafuta chakula na ni nani rafiki wa nani. Lakini muhimu zaidi ni kutopoteza umakini. Anajikurupusha haraka na kurudi kwenye nafasi yake kabla wengine hawajagundua kuwa alikuwa ametoka. Kutazama anga ni jukumu muhimu zaidi la mlinzi, kwa sababu kundi hili liko katika hatari ya kushambuliwa
kutoka angani na ndege wawindaji. Vifaranga hujifunza mapema kwamba ndege mnana si tishio. Kadiri wanavyotazama ndivyo wanavyozidi kujifunza, na inakuwa rahisi kwake kutofautisha rafiki na adui. Lakini hata mwanafunzi mwenye umakini mkubwa hawezi kuendelea kujifunza bila kikomo, hasa akiwa na tumbo tupu. Hivyo mlinzi huyu anaacha kituo chake na kwenda kutafuta chakula. Lakini ghafla tena, kobra. Kwa Nguchiro mchanga, hakuna hatari kubwa kuliko kukutana ana kwa ana na hatari kama hii. Hakuna kinachoweza kumwandaa kikamilifu kwa wakati kama huu, ashambulie au akimbie. Lakini kwa ajili ya usalama wa kundi zima, kuna chaguo moja tu sahihi: kutoa mwito wa tahadhari, kuwaita wengine waje kusaidia. Mara tu msaada unapowasili, mapambano yanabadilika kabisa na nguvu zinakuwa upande mmoja. Hali hii inageuka kwa haraka kuwa darasa la pili la wazi porini, wakubwa wakizidi kuwaonyesha vijana jinsi ya kukabiliana na nyoka. Hatari imekwisha. Nguchiro wakubwa wanaondoka na kuendelea na shughuli yao ya kutafuta chakula. Kwa Nguchiro huyu mchanga, kukutana na kobra kwa mara ya pili ni somo linaloongeza uzoefu mkubwa. Na baada ya tukio hili, anarudi akiwa mzoefu zaidi kuliko alivyokuwa hapo awali.